Viongozi wote wanakosolewa. Kila kiongozi hawezi kuwa na kinga ya kutokosolewa. Diwani anakosolewa, mbunge anakosolewa, rais anakosolewa. Mheshimiwa Mwenyekiti, tuambie vyombo vya ulinzi na usalama. Kuna kenge wa ndani alafu kuna kenge wa nje. Shughulikani na kenge wa ndani, malize na wa nje. Angekuwa ametekwa mume wako singezungumza hivyo. Angekuwa ametekwa ndugu yako, shangazi yako, mjomba wako, mama yako, usingezungumza utumbo wa aina hiyo. Usingepinga, usingezuia kauli kama hiyo, usingeitumia. Angekuwa ametekwa mtoto wako. Ikatokea Abduli, mtoto wa mama Samia, wa mwenyekiti wangu, wamekuja watu wamemchukua, wameondoka naye. Kesho kaokotwa hana macho. Unachukuliwa kwenye basi na watu wanaona, kesho unaokotwa huna macho. Sasa how would you feel? Utajisikiaje? Ikatokea mtoto wa Askofu Gwajima, mtoto wa Askofu Gwajima Jordan, amechukuliwa, ameondoka naye, kesho anaokotwa hana macho. Mtoto wa Majaliwa, Kassim Majaliwa, waziri mkuu, anachukuliwa, kesho anaokotwa hana macho. Anafuatwa ndani ya nyumba. Kwa mfano ni kama ilivyokuwa kwa Mdude, amefuatwa ndani ya nyumba, watu wanavunja nyumba. Mke wake anaona, mume wake anavuliwa, anapigwa si nyundo au nini. Halafu angekuwa ametekwa shangazi yako, angekuwa ametekwa mmoja kati ya ndugu zako, usingekuwa umezungumza kauli hiyo. Kwa kipande kikubwa umelazimika kuzungumza hivyo kwa sababu unaona wewe ndo uko salama sana kwenye hicho kiti. Wewe uko salama sana kwenye hicho cheo. Wewe uko salama sana kwenye hayo madaraka. Ndo imelazimika kuzungumza hivyo, na unaona kabisa moyo wako unafurahi kusema kwamba jeshi la polisi lishughulike na kenge wa ndani, na baada hapo likashughulike na kenge wa nje. Kukosolewa huja baada ya kukosea, ukosolea huja baada ya kunyamazia mabaya. Na mimi msimamo wangu, viongozi wote wanakosolewa. Kila kiongozi hawezi kuwa na kinga ya kutokosolewa. Diwani anakosolewa, mbunge anakosolewa, rais anakosolewa. Kosolewa huja baada ya kukubaliana na mabaya, kwa sababu hata kama haujatoa kauli ya wazi ya kwamba nimekubaliana, ishara ya kunyamaza wakati uharibifu unaendelea ni ishara ya kwamba unakubaliana. Kwa sababu ya kunyamaza, hiyo yote inawapa wananchi kujua ya kwamba inawezekana mnakubaliana na yanayoendelea. Inawezekana mnakubaliana na haya yanayoendelea. Lakini sije kafika mahala mtu ameinuka kusema, kufafanua, kupinga, alafu aitwe kenge. Usimuite mtu kenge kwa sababu wewe unalinda cheo. Usizungumze maneno haya kwa sababu wewe unahisi upo salama kwenye hicho kiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, tuambie vyombo vya ulinzi na usalama. Kuna kenge wa ndani alafu kuna kenge wa nje. Shughulikani na kenge wa ndani, malize na wa nje. Usizungumze maneno hayo ukihisi ya kwamba wewe ndio uko salama daima, wewe ndio uko salama kabisa. Lia pamoja na wanaolia. Usione wewe kwamba ndio uko salama, uko na uhuru wa kuongea lolote, kwa sababu anayetekwa sio ndugu yako, anayetekwa sio uko wako, anayetekwa sio mdogo wako, anayetekwa sio mjomba wako, anayetekwa sio babu yako wala sio mama yako wala sio ndugu yako, anayetekwa. Hiyo ndio ikakupa uhalali wa kuongea lolote. Hiyo ndio ikakupa uhalali wa kumwaga furaha yako. Mambo hugeuka tu. Litakugeukia na litaangazia kwa upande wa ndugu zako. Litakugeukia na wewe utakuja kuita msaada. Utakuja kuita watu wakusaidie, utakuja kutamani watu wapige kelele. Utakuja kutamani ikiwezekana watu wazungumze kwa niaba yako. Utakuja kutamani watu wazungumze kwa niaba yako, na wakati huo watu watakuwa wamenyamaza, kwa sababu wengine walipokuwa wanalia wewe ulikuwa unacheka. Wengine walipokuwa wanapiga kelele wewe ulikuwa unafurahi, ulikuwa unacheka, ulikuwa unashangilia. Saa yaja litakapokugeukia jambo utatamani na wengine wapige kelele kwa niaba yako, kwa niaba ya ndugu zako, kwa niaba ya shangazi zako, kwa niaba ya mchoma zako, kwa niaba ya baba zako, kwa niaba ya ukoo wako. Utakuja kutamana wengine wapige kelele. Wakati huo utakuwa umeuchezea wakati uliokufaa kulia pamoja na unaolia. Hakuna kiti kinachofaa kuliko binadamu. Hakuna cheo kinachofaa kuliko binadamu. Hakuna uongozi unaofaa kuliko binadamu. Hakuna mamlaka inayofaa kuliko binadamu. Hakuna pesa posho inayofaa kuliko binadamu.
Hakuna passion yoyote, hakuna posho la aina yoyote linaofaa kuliko binadamu. Ni wakati wa kuachia viti vyetu tukapige kelele tuzungumze. Fulani isiwe ni ya kuua. Njia ya kufika katika uongozi fulani isiwe ni ya kuua. Njia ya kufika kwenye mamlaka fulani isiwe ni ya kuua tu, isiwe ni ya kuteka tu. Njia ya kufika kwenye madaraka, kwenye kiti, kwenye uongozi, kwenye cheo isiwe ni ya kuua. Isiwe ni ya kuua tu. Isiwe ni ya kuua tu. Pana kuna njia nyingine nyingi. Tenda wema utapata kibali. Tenda wema utapata kibali, lakini